Sasa movie inaanza, houseboy analeta chakula chumbani kwa boss lady wake. Muda huo boss lady kalala zake kitandani yupo ana chat. Ile houseboy anageuka hivi akashangaa kuona utasa. Basi akaangusha mpaka sahani chini. Boss lady kusikia hivyo akashtuka. "Samani madam." Madam akaanza kumsogelea. Basi houseboy akaanza kuiokota ile sahani iliyovunjika. Boss lady naye akaja mbele yake na kumuinamia, akivunga akimsaidia kuokota. Houseboy kuona hivyo akasimama kisha akasema ngoja nikafate dekio. Boss lady akasema sawa. Houseboy alivyotoka basi boss lady ni kucheka tu. Basi mida houseboy anaonekana akipasafisha pale chini. Ndio huo boss lady wake anamwangalia tu. Kisha akajifikiria na kujishika jicho. "Jamani jicho langu tafadhali njoo haraka." Basi houseboy akamsogelea, "Shida nini madam? Nataka unipulize jicho, nipulize jichoni." Basi houseboy akaanza kumpuliza. "Mbona unachelewa? Lipulize haraka." Huko anamshika fulani hivi. Basi akawa anampuliza, "Fanya haraka." Boss lady akaanza kutoa milio huko anamkumbatia. Houseboy kuona hivyo akamsukuma, "Hivyo ni Taylor, njoo na unipulize jichoni." Houseboy yeye akatoka zake mule chumbani. Basi boss lady ni kumcheka tu. Anasema si unaishi kwenye hii nyumba, utaona hapa uchomoki. Siku inayofuata boss lady anashuka kwenye gari lake akajifanya ameteguka mguu. Basi houseboy akamsogelea, "Madam, shida nini?" "Nesi, nimeteguka mguu." "Basi pole madam, ila naomba uweke mguu wako chini." "Nitauwekaje sasa wakati unaona kabisa umeteguka? Sasa niwezaje kukupeleka ndani?" Mungu, pole. Mimi sijui, wewe nipeleke tu." Basi houseboy akafanya maamuzi ya kumbeba na kuanza kumpeleka ndani. Basi anaonekana kumuingiza mpaka ndani. Ila anataka kumweka kwenye sofa. Boss lady anamwambia kuwa unataka ufanye nini? "Nataka nikushushe chini." "Amna, wewe nipeleke tu chumbani." Kisha kavunga anaumia. Madam anasema nimesema nipeleke chumbani. Basi pole. Basi houseboy akamtii na kuanza kuzipanda ngazi kuelekea chumbani kwa boss lady wake. Basi anaonekana kumuingiza mpaka chumbani kwake na kumweka kwenye kiti. Kisha akamvua kiatu na kuanza kumnyosha mguu wake. Basi boss lady ni miguno tu hapa na pale. "Nafikiri sasa upo sawa." Boss lady anasema una uhakika? "Lakini mbona mimi sijisikii kama nipo sawa." Kisha akasema tafadhali nenda jikoni uniandalie chakula. "Mimi ndio, si unajua kabisa sasa hivi Lozi mpishi hayupo na mimi sipendi kula nje, kwa hiyo ninakupa pesa ili uende sokoni ukemee vitu. Au hauwezi kupika?" "Hapana madam, nitajaribu kwa uwezo wangu." "Basi sawa." Kisha akatoa kadi yake ya benki na kumpatia. Kisha akasema na pia ukihitaji chochote kwa ajili yako utajinunulia. "Asante madam." Basi mida houseboy anaonekana yupo jikoni akiandaa chakula. Huyo houseboy anaitwa Lawrence. Basi akaona kionja pale kile chakula na nini, akisema kweli mimi najua kupika. Sasa mara alarm ya mlango ikawa inalia. Basi Lawrence akaja kufungua mlango. "Karibu boss." Boss anasema kwa nini umechukua muda kuja kunifungulia mlango? "Samahani boss, nilikuwa jikoni." "Jikoni? Kwani Lozi uko wapi?" "Lozi ameondoka na madam kaniomba nipike." "Lakini si madam wako ndio alitakiwa apike." "Issue ni kuwa kateguka mguu wake ndio maana kaniomba nimpikie." "Mguu wake?" "Ndio boss." "Kwani yuko wapi? Juu au?" "Ndio boss." Sasa huyu boss anaitwa Cyprian na ndio mume wa yule boss lady. Baada ya kufika chumbani anamuuliza mke wake anaitwa Besa kuwa mpenzi, ni kitu gani kilichokupata? Besa anasema niliteguka mguu kipindi nashuka kwenye gari langu, lakini nipo sawa. Cyprian akaushika ule mguu. Besa anavunga anaumia. "Lakini kwa nini hukunipigia?" "Sikutaka kukusumbua kwa sababu najua una siku ngumu sana. Lakini hata hivyo Lawrence ameshanisaidia kunyoosha, kwa hiyo nipo sawa. Lakini bado ulitakiwa tu kunipigia simu." "Mpenzi tulia, wewe ni mwanaume ambaye upo busy. Natakiwa nijue kinachokupata." "Ndio, wewe ni mume wangu mpendwa. Lakini kama nilivyosema, sasa nipo sawa." Cyprian kukagua tu mguu. Inaonekana anampenda sana mke wake Betha. "Lakini kwa nini umerudi nyumbani mapema? Kwani una vikao huko ofisini?" Cyprian anasema ukweli ni kwamba nimerudi nyumbani kuchukua baadhi ya mafaili niliyoyasahau. "Lakini huu mguu na wasiwasi nao." "Jamani mpenzi, wewe nenda kazini ufanye kazi." "Hapana, nitapiga tu simu na kuwataarifu kuwa nimeahirisha." "Nini? Yaani uahirishe kwa sababu nimeteguka mguu? Huyu unataka nikuache katika hii hali alafu nikafanye kazi?" "Jamani mpenzi, nisikilize. Mimi nipo sawa." "Una uhakika?" "Ndio. Lawrence sasa hivi ananipikia chakula na tayari ameshaonyosha mguu. Huyo kilichobaki ni mimi kupata tu baadhi ya dawa alafu nipumzike." "Basi sawa, ngoja niachukue mafaili alafu nirudi zangu ofisini." Basi mchizi akachukua mafaili yake kisha akaondoka. Sasa siku ya leo Lawrence akiwa zake jikoni anaosha vyombo, mara madamu wake Betha anaonekana kufika mule jikoni. Akamsogelea mpaka karibu yake. Akawa anajiuliza sijui nimshike. Ile anataka kumshika tu, mara Lawrence akageuka. Betha akavunga kushtuka akamwangukia pale. Basi Lawrence akamdaka. "Madam, ni kelele tu. Vipi upo sawa?" Betha anasema unajua najisikia kizunguzungu huko najilegeza, nisaidie. "Basi ngoja nikupeleke sebleni." "Sebleni? Hapana, mwili wangu unahitaji kitanda sasa hivi, kwa hiyo nipeleke chumbani." Basi Lawrence akaanza kumpeleka. Betha akauchukua mkono wake na kuweka kwenye makalio yake. Basi wakawa anaenda chumbani kibishi, lakini Betha anaendelea kumtega tu Lawrence kimapenzi. Basi akawa anapachika mkono tu kwenye makalio. Basi anaonekana kumfikisha mpaka kitandani na kumkarisha. "Tafadhali nisukume." Basi Lawrence akawa anamsogeza pale kitandani. Baada ya kumaliza Betha anasema nesi baridi. Lawrence anasema labda itakuwa ni AC, ngoja niizime. "Hapana, mimi sidhani kama ni AC. Je, unaweza kuja kukaa nami kitandani?" Lawrence anasema hapana madam, siwezi kufanya hivyo. "Lakini si nimekuambia mimi nahisi baridi, kwani uelewi? Watu wakituona hivyo watafikiria tofauti." Watu gani? Ni sisi tu ndio tupo humu ndani. "Madam tafadhali
tafadhali mimi siwezi kufanya hivyo, au labda tu nikufunike na shuka. Basi akainyanyua miguu yake pale kisha akamfunika. Madam anasema asante. Basi Lawrence akaondoka zake mule chumbani. Baada ya kutoka Beth akakasirika, hivi kwani nilikwambia nataka unifunike? Hivi huyu ni mpumbavu kiasi gani? Yaani mjinga anajulisha kwako alafu nakataa. Hivi wewe ni mpumbavu? Basi nikusonya tu mule chumbani. Sasa siku ya leo Lawrence anaonekana yupo anaosha gari la rafiki yake na bosi wake. Basi akawa yupo zake bize kuliosha huku akiwa amevalia headphones kichwani. Upande wa juu anaonekana Beth akimwangalia Lawrence jinsi anavyoliosha lile gari huku akicheza mziki. Beth anazidi kumzimikia kichizi. Basi Lawrence yupo zake bize tu kuliosha lile gari. Mara Beth anasikia nasemeshwa, "Je, umependezwa na kile ulichokiona?" Beth akashtuka. "Umefikaje hapa? Umeniita?" Ananiambia, "Umenitia kitu gani? Au labda unataka kunionja?" Beth anasema, "Ni nani asiyetaka? Lakini nini? Unajua chochote unachokitaka unaweza kukipata. Unachotakiwa kukifanya ni kushikilia tu." "Una uhakika?" "Ndio." Ile Beth anamkumbatia akapotea. Beth akabaki anashangaa, kumbe alikuwa ni mawazo yake tu. Basi akaanza kucheka pale. Nesi naanza kuchanganyikiwa. Basi Lawrence akaleta funguo za gari. Geoffrey akasema, "Umefanya kazi nzuri, asante sana. Alafu subiri, nafikiria natakiwa nikupe kitu kidogo kwa ajili ya kunisaidia." Lawrence akasema, "Ina haja." Bosi wake Cyprian akasema, "Nakupatia kitu kidogo." "Ndio maana yake, lakini nafanya kazi hapa boss, na sidhani kama kuna kazi ambayo sitakiwi kuifanya." Cyprian anasema, "Ndio, unafanya kazi hapa, lakini wewe ndio umekuwa kila kitu, tengia mke wangu ateguke mguu wake. Umekuwa mfanya usafi na bado umekuwa mpaka mpishi. Kwa hiyo ichukue tu." Basi ndio Lawrence akaipokea. "Hatimaye umefika. Njoo na unisaidie kunivalisha viatu." Ile Lawrence ameinama. Beth anasema, "Sio hapo, nataka uje hapa katikati." "Lakini hapa si sawa." "Nimesema katikati." Basi Lawrence akasogea. Ile anamvalisha akamshika kichwani. "Nivalishe polepole." Mara akaanza kutoa milio ya kimaaba. "Jamani taratibu." Baada ya kumaliza kumvalisha, Lawrence akamtoa mkono kisha akasimama. Subiri, unakimbilia wapi sasa? Sijui kwa nini nyewe vijana wa siku hizi mnakuwa na haraka." Kisha Beth akasimama. "Kiuno changu kinauma, nataka unisaidie kuninyoosha kabla sijaondoka." "Madam, kabla ya kuniita nilikuwa bize. Kwa hiyo acha tu nirudi mara moja." Kisha akatoka mule chumbani. Basi Beth ni kucheka tu. "Yaani bado sijamalizana na wewe. Yaani kila picha ninayoipiga ni ya kimataifa." Baadaye Beth anaonekana kurudi. "Unaendeleaje?" "Vizuri madam." Kisha akampatia Lawrence mfuko. "Chukua, nimekuletea kitu. Nina uhakika utakipenda." "Asante madam, nashukuru." Ile anaondoka Beth akamuita. "Yaani asante madam, nashukuru. Kwa hiyo hicho tu ndo ninachokipata? Kwani unataka nini?" "Kumbato ili kuonesha kukubaliwa, au unafikiriaje?" Basi Lawrence akaja na kumkumbatia madamu wake Betha. Betha akamkumbatia kwa mahaba mazito. Lawrence akamtoa. Basi Betha akavunga pale kisha Lawrence akaondoka zake. Betha ni kufurahi tu. Anasema yeye Mungu, kisha akajiweka sana kuelekea chumbani kwake. Leo tena Betha akamwita Lawrence chumbani kwake. "Za asubuhi madam." "Za asubuhi Lawrence, unaendeleaje?" "Nipo vizuri." "Sawa, sasa nataka unipeleke bafuni na uniogeshe." "Madam, umesema?" "Nimesema nataka uninyanyue hapa na unipeleke bafuni na uniogeshe. Mguu wangu bado unauma. Si unakumbuka niliteguka mguu wangu?" Lawrence akasema, "Basi sawa, ngoja nikusaidie kukupeleka bafuni." "Ndio, na pia uniogeshe." "Madam, labda niende chumbani na nioge kwa ajili yako." "Hivi wewe ni mpumbavu? Nimesema nipeleke bafuni na uniogeshe." "Madam, subiri. Yaani unamaanisha nikupeleke bafuni, nikuvue, alafu nitumie sabuni na mtego kukuogesha? Kwani ni vigumu kufanya hivyo?" "Madam, lakini hilo sio jukumu langu kufanya hivyo. Anatakiwa mtu wa familia au mume wako." "Kwa hiyo madam, tafadhali." "Basi sawa, hamna shida. Nakupa ruhusa kufanya hivyo." "Madam, kwa ruhusa au bila ruhusa?" "Mimi siwezi kufanya hivyo madam." "Wewe unafikiri mume wako atasemaje kama kituona? Lakini mume wangu hayupo nyumbani, kwani atatuonaje?" "Hivyo ndivyo unavyokosea, tena Mungu aitupilie mbali hiyo habari. Mimi siwezi kuona utupu wako." Betha kusikia hivyo akabaki mdomo wazi. "Subiri, nisaidie kuelewa hili. Wewe unamaanisha unagoma kunisaidia?" "Madam, nitafanya chochote kwa ajili yako, lakini hili siliwezi, lipo juu ya uwezo wangu." "Kwa hiyo hilo ndio jibu lako la mwisho?" "Kwa heshima zote madam, hilo ndio jibu langu la mwisho." Kisha Lawrence akatoka mule chumbani. Madam Betha ndo amini macho yake, akabaki tu kadua mule chumbani. Betha baada ya kumaliza kuoga akamuita tena Lawrence chumbani kwake. Anasema, "Kwa vile ulikuwa msumbufu na ukaniacha nikaoga mwenyewe huku ukijua kabisa na mguu ulioteguka. Sasa kidogo utakachokifanya ni kunipaka lotion." "Madam, unasema?" "Nimesema nisaidie kunipaka lotion." "Madam, naamini wewe ni mzima. Tafadhali fanya mwenyewe." Betha kusikia hivyo akacheka. "Wewe hivi unanibishia mimi?" "Samahani madam, simaanishi kuwa ninakukosea heshima. Sasa kama unataka usijikute mtaani, ni bora ufanye hiki ninachokuambia, au unataka kunikosea heshima sasa hivi?" "Hapana madam, lakini wewe ni mke wa bosi wangu. Sitakiwi hata kukusogelea. Kwani nimekuambia unishike au ulale na mimi?" "Lawrence, chukua." Akampatia ile lotion. "Madam, tafadhali nielewe." Betha anasema, "Sitaki kurudia kuongea." Basi Lawrence akawa na jinsi, ikabidi tu akubali. Basi akaifungua lotion na kisha kuanza kumpaka. Betha anasema, "Huu upande hata hujaushika, mshika kwa ndani." Ile anamvuta ashike. Lawrence akatoka mule chumbani mbio. "We Lawrence." Basi Betha ni kucheka tu. "Yaani huyu kijana, lakini unajua kabisa utaishia kufanya kile ninachotaka ukifanye, si ndio? Na kwa uzoefu wangu najua picha ni muhimu, na kwa hii picha niliyoweka kichwani kwako huwezi kunikimbia." Leo tena Betha akamwita Lawrence chumbani kwake. Basi Lawrence akatii amri. "Madam, umeniita?" "Ndio, njoo kae." "Hapana madam, acha
nisimame. Kaa chini tafadhali madam, naona wewe ni msumbufu. Je, unaweza kunipa ninachokitaka? Madam, wewe kitaje tu, yani taja chochote unachokitaka mimi nitakifanya. Betha kusikia hivyo akaguna. Naamini wewe sio mtoto. Huyo unakijua kabisa ninachokitaka sasa hivi. Nataka unifanyie vitu kwenye mwili wangu ambavyo sitaweza kuvisahau. Lawrence kusikia hivyo akakataa. Kweli una uhakika uwezi? Basi Betha akasimama na kuanza kumsogelea. Kisha akamshika shati na kuanza kuvifungua vifungo vyake. Madam, tafadhali siwezi. Betha akamsogeza na kumtupia kitandani. Kisha akampandilia juu yake. Madam, tafadhali. Ile Betha analianzisha, Lawrence akamsukuma pembeni. Kisha Lawrence akatoka mule chumbani akiwa anakimbia. Sasa Lawrence akiwa anazishuka ngazi haraka, mara anapamiana na Vera. Samani, hivi una tatizo gani? Kisha Lawrence akatoka mpaka nje ya nyumba. Madam Betha kusikia sauti ikabidi aje achungulie, na muona ni Vera. Vera anasema, ni kitu gani kinachoendelea hapa? Vera akaanza kuita shangazi. Betha akakimbia na kurudi chumbani haraka. Vera huko chini ni kuita tu shangazi. Basi akazipanda ngazi na kuelekea chumbani. Mbona sielewi kimetokea nini? Sijui niingie ndani au labda alikuwa anakimbia kwa sababu nyingine. Mara anasikia sauti ya shangazi yake Betha akiomba msaada. Nisaidie, shangazi. Kuingia chumbani anamkuta shangazi yake Betha analia huku kakaa chini. Shangazi, nini kimetokea? Kisha akamsogelea. Vipi, upo sawa? Betha, ni kulia tu. Kwa nini unalia? Jamani, pole. Pole, kimetokea nini? Kimekupata kitu gani? Mara Cyprian anaonekana kufika. Mjomba, karibu. Kimetokea nini? Betha tena akaanza kukazia kulia kwa nguvu. Niambieni kinaendelea nini hapa? Si mtu aongee, ni kitu gani kinaendelea hapa? Nini kimetokea? Basi Betha akaanza kuwapa stori ya uongo kwamba baada ya kumaliza kuoga akiwa bafuni, alimsikia mtu chumbani na akajua kuwa ni mume wake Cyprian. Penzi, je, umerudi? Penzi anasema baada ya kutoka bafuni akamkuta Lawrence amekaa kwenye kiti chumbani. Akamsogelea na kumuita na akamuuliza kuwa anataka nini. Lawrence akasimama na kufunga mlango wa chumbani, kisha akaanza kumzunguka akimpigia mahesabu. Kisha akasema, kila siku nafikiria pale nitakapokukamata na mikono yangu, lakini kila siku waga unauvunja moyo wangu ninapokuona na yule mpumbavu unayemuita mume wako. Kisha Betha akasema, naomba ujiheshimu, sababu mimi ni mke wa bosi wako. Nikamfukuza atoke chumbani, lakini akatumia nguvu akanibeba na kunitupia kitandani. Naweza kuona kila kitu alichonifanyia. Wewe unamaanisha Lawrence amekufanyia hivi mke wangu? Betha ni kuvunga kulia tu. Lawrence kwanza yuko wapi? Bella anasema amekimbia, niligongana naye kipindi naingia ndani. Cyprian anasema Lawrence utalipa kwa hili. Yaani Lawrence amekufanyia hivi ndani ya nyumba yangu? Atalipa kwa hili. Basi Cyprian anaonekana kuwapigia polisi na kuwauliza mpo wapi, mbona hamfiki? Mlitakiwa muwe mmeshafika sasa hivi. Geoffrey anamwambia kuwa mpole. Nitawezaje kuwa mpole? Niambie nitawezaje? Wakiwa wanaongea, mara Lawrence anaonekana kuingia ndani. Bosi, afadhali umerudi. Mara kibao Geoffrey akaja kumzuia, usimuumize. Yaani umetolewa pia nguvu ya kumwingilia mke wangu mimi na bado wetu ukarudi nyumbani kwangu? Cyprian anataka mpaka kumlukia. Basi Lawrence akaanza kujitetea pale, mimi sijafanya chochote bosi. Mara polisi nao wanaonekana kufika. Unaenda kuozea gerezani tena, afadhali mmefika, mchukueni huyu mpumbavu. Lawrence ni kujitetea tu, lakini hakuna anayemwamini. Basi polisi wakamnyanyua na kuondoka naye. Geoffrey anamwambia, lakini kwa nini umefanya maamuzi haraka? Cyprian hataki hata kumsikiliza. Sasa leo Betha anaonekana kuchukua waini na kisha kuanza kuinywa kwa furaha. Sasa akiwa anajipatia raha zake, mara Vera anatokea nyuma yake, anamkuta shangazi mtu anapiga vitu. Akabaki anashangaa, akamsogelea na kumuita shangazi. Betha kumsikia akashtuka, kaiweka waini na glasi mezani. Hivyo ni mzima? Alafu nimekuona ukitabasamu. Betha akaweka uso wa huzuni, kisha anasema, nilikuwa tunajaribu kujifariji kwa vitu vilivyonitokea. Unajua Lawrence alikuwa ni kijana tulimwamini na kumweka kwenye nyumba yetu, alafu yeye akabadilika na kunifanyia hivi mimi. Vera anasema, mimi nakuelewa, lakini unahitaji kutulia, sawa? Basi Betha akaanza kujieleza kinafiki pale. Mjomba wangu anafanya kila kitu kinachowezekana kuhakikisha huyu kijana analipa kwa kila kitu alichokufanyia. Sasa kwa nini unakunywa tena? Unakunywa waini? Na kunywa ni kwa vile tu nahitaji kupata usingizi ili niache kufikiria kila kitu kilichonitokea. Basi Vera akawa anambembeleza pale shangazi mtu bila kujua yote haya ni maigizo tu. Sasa leo Vera akaja kumwona Lawrence Sero na kumuuliza, kwa nini uliamua kufanya vile? Lawrence anasema, unakumbuka tulivyogongana pale sebleni kipindi unaingia? Nilikuwa najaribu kufunga vifungo vya shati langu. Hiyo ni kwa sababu madam alijaribu kunivua lakini nikakimbia. Na kwa jinsi ulivyoniona, je, nilionekana kama mtu aliyotoka kufanya mapenzi na mwanamke? Hata tukisema kweli nilifanya, nguvu za kurudi tena ningezitolea wapi? Hiyo unachojaribu kusema ni alikutongoza? Kwani wewe ni nani? Yaani unamaanisha shangazi yangu alikulazimisha na ukakimbia? Kivipi? Nielezee. Kwanza unajua mjomba wangu ni nani? Ni tajiri, handsome na ni ndoto ya kila mwanamke. Alafu shangazi yangu amwacha kufuate wewe. Kivipi? Nielezee kivipi? Yeye pekee ndo anaweza kukujibu hilo swali. Kweli nilikuwa mjinga kuja hapa kuongea na wewe. Subiri. Wewe unamaanisha shangazi yangu amekusingizia? Lakini kivipi? Lakini vipi kuhusu mikwaruzo na majeraha kwenye mwili wake? Majeraha? Ndiyo, lakini mbona uko na majeraha kipindi naondoka? Na hapa mimi sina hatia. Sijafanya chochote, tafadhali nisaidie. Humu ndani wananipiga kila kukicha. Au mpaka waje waniue ndio muamini kuwa sina hatia na sijafanya chochote? Vera akasema kuwa tena ni bora mjomba wangu asije kusikia kuwa unasema mke wake anakusingizia, kwa sababu utazidi kukaa mselo kuliko ulivyotegemea. Kisha Vera akaondoka. Vera baada ya kurudi nyumbani akaanza kufikiria na kusema, mwanamke aliingiliwa anatakiwa anasononeka, lakini shangazi haonekani kama mtu anayesononeka hata kidogo. Au itakuwa Lawrence anasema ukweli? Je, alichokisema ni cha kweli? Sasa hili tukio linaanza kunichanganya. Au nitakuwa nafikiri
nafikiria sana, au hili tukio linaanza kunichanganya. Leo Besa akaja kumwona Lawrence Selo. Lawrence akaanza kumuomba msamaha. Madam, tafadhali, wewe pekee ndio unayeweza kunitoa hapa. Unajua kabisa mimi sijakufanyia chochote. Betha anasema kwa vile ulikataa kunishika, hiyo ndio sababu iliyokufanya uwe hapa sasa hivi. Ni kitu gani ambacho sikukupatia Lawrence? Nilikupa pesa, yani nilikupa kila kitu. Sasa hivi ungekuwa unaishi maisha yako mazuri, lakini ukaamua kuchagua kujiheshimu na kuheshimu mwili wako juu yangu. Alafu sasa hivi unaanza kuniomba. Hata hivyo nina uwezo wa kukutoa hapa, lakini sitafanya hivyo mpaka pale utakaponipa kile ninachokitaka. Je, upo tayari kunipa? Lakini madam, nitawezaje kukupa? Wewe ni mke wa bosi wangu. Mara kibao. Hivyo ni mpumbavu. Sijui hata kwa nini nipo hapa. Niambie kwa nini nipo hapa? Nilijua labda nikija hapa ukaniona, labda utaningangania na kunibembeleza. Niambie nafanya nini hapa kama upo tayari kufanya hivyo? Madam, hiyo ni dhambi kubwa ambayo siwezi kuifanya. Tafadhali madam. Na hiyo ndo sababu utaozea hapa. Na ngoja nikwambie, hii haishii hapa. Hili swala tunalipeleka mahakamani na baada hapo ni jela. Kwa hiyo utaenda kuozea gerezani. Na usifikirie kwamba nitakuacha uoze kwa amani. Unaona hao wenzako humo ndani. Huu mwili wako unaojaribu kuweka mbali na mimi, nitahakikisha kuwa wanauharibu. Yaani watakufanyia na kukutumia kwa jinsi ambayo usingeweza kuzani mwili wako utafanyiwa hivyo. Isipokuwa muda mwingine nitakaokuja hapa, majibu yako yao tofauti. La sivyo kuwa tayari kwa kuharibiwa. Sasa leo Vela akamwita Geoffrey na kumwambia kuwa hajui ni kitu gani cha kuamini tena. Nilikuwa nataka kuongea na mtu na nikajua mjomba wangu hawezi kunielewa. Ndio maana nikakuita tuongee kwa sababu utanisikiliza. Geoffrey anasema sawa na kusikiliza. Kuhusu kile kilichotokea ile siku, unajua nilienda kuongea na Lawrence na akasema kuwa kufanya. Geoffrey anasema kwa hiyo umemwamini? Unajua sitaki kumwamini, lakini kwa vitu ninavyoviona kwenye hii nyumba vinanipa hisia kwamba inaweza kuwa nasema ukweli. Vela, kuwa mwazi, unajaribu kusema kitu gani? Mjomba, ile siku nimegongana naye alikuwa hata hatoki jasho. Na ukifikiria kama kweli alifanya, angewezaje kurudi tena kwenye nyumba? Geoffrey anasema labda alirudi ili kujifanya hajafanya chochote. Mbona hiyo hata ileti maana? Nakumbuka kipindi shangazi anatoa story yake alisema kuwa alikuwa hajavaa nguo, alikuwa ametoka bafuni kuoga. Geoffrey anasema ndiyo. Vela anasema lakini nakumbuka kipindi aingia chumbani nilimkuta amejikunyata na alikuwa amevaa nguo zote. Subiri, unajaribu kusema nini? Nasema nilivyoenda chumbani kwake ile siku, nguo yake ilikuwa imechanika lakini alikuwa amevaa nguo zote. Geoffrey anasema labda alivaa nguo ili kujistiri baada ya kuingiliwa, lakini mbona ileti maana kwangu? Kile Lawrence anachokisema ni tofauti na anachokisema. Na kwa mtu aliyeingiliwa anayesononeka, anawezaje kunywa waini tena akiwa na furaha? Na muamini mke wa mjomba wangu na nampenda, lakini sijui kama Lawrence anasema ukweli. Geoffrey anasema ukweli gani? Aliniambia kuwa yeye ndo alikuwa anamtaka na akaniambia kuwa ni yeye ndiye aliyemlazimisha na ndio maana akakimbia ile siku. Geoffrey, tunatakiwa tuliangalie swala kwa umakini kwa sababu mimi pia nashindwa kuelewa na ndio maana nikakuita hapa. Geoffrey anasema baada ya upelelezi mzuri tutapata majibu sahihi kwa sababu hatuwezi kumwacha mtu ambaye ana hatia ateseke. Siku inayofuata Geoffrey na Vera wakamfuata Cyprian ofisini kwake na kumwambia kuwa kuna kitu hakipo sawa sehemu. Kuna kitu hakionekani hapa. Lawrence anasema story nyingine na mke wako pia anasema story nyingine. Cyprian hataki hata kuwasikiliza, yeye anachosema tu ni kuwa Lawrence ataozea jela. Vera anasema mimi sijali kama ataozea jela. Nachotaka kusikia ni ukweli tu. Geoffrey anasema mimi pia kwa sababu hatuwezi kumtupa mtu ambaye ana hatia gerezani kwa sababu tu tunaweza. Maisha halisi hayapo hivyo. Unajua kuna wakati mwingine familia zetu waga zinatudanganya na mara nyingi wanataka tuchukulie mambo kama yalivyo ili tu kuwafurahisha. Cyprian anasema mimi nampenda mke wangu na namwamini mke wangu. Mimi pia namwamini, lakini kuna mchanganyiko hapa na nina uhakika kuna kitu hatukipati hapa. Ile siku nilimkuta shangazi amekaa chini akilia na akiwa na nguo zake, lakini kipindi anatupa story alituambia story tofauti kabisa. Sasa Cyprian mara ya kwanza kutaka kuwasikiliza, lakini ikambidi tu wasikilize kwa sababu wote wanataka kusikia ukweli. Basi mida usiku Cyprian anaonekana kumrudisha Lawrence nyumbani. Bosi, mbona sielewi? Hauelewi kitu gani? Kwa nini nipo hapa? Mara Betha naye anaonekana kufika. Cyprian, ndio mpenzi, ni kitu gani kinaendelea? Kwa nini huyu mpumbavu yupo hapa? Cyprian akamwambia Betha tulie. Kwa nini mtu aliyeniingilia yupo hapa tena kwenye hii nyumba? Penzi, leo ni Ijumaa. Kwa hiyo huyu kijana ana haki ya kutoka. Nimemleta hapa nyumbani ili niweze kumwangalia. Betha ndo anachoka. Fikiria, huyu kijana akikimbia na asipotokea mahakamani Jumatatu, wewe unafikiria itakuwaje? Kwa hiyo nimemleta hapa ili nimwangalie. Sasa leo siku amelala, Cyprian akapokea simu inayompa taarifa kuwa Geoffrey amepata ajali. Basi Cyprian akasema nafika hapo muda sio mrefu. Mpenzi, tatizo nini? Mbona unaongea kwa sauti? Cyprian anasema Geoffrey, kwani kuna kitu gani kimempata? Geoffrey amepata ajali. Nini? Nimepigiwa simu kutoka hospitali, kwa hiyo natakiwa niende haraka. Basi Cyprian akaondoka. Baada ya mume wake kuondoka tu, Betha akaja chumbani kwa Lawrence na kufunga mlango na funguo kabisa. Yaani hapa hakuna mtu anayetoka. Unafanya nini hapa? Nimekuja kuona kama sasa unajielewa na upo tayari kunikubali. Kisha akamvuta karibu. Hivyo upo sawa? Wewe unadhani kitu gani kitakachonifanya nikukubali? Nimeshakukataa, kwa nini unanifuata? Kwa nini unakuja chumbani kwangu? Basi piga kelele au iambie dunia nzima kwa nimekuingilia. Labda utaelezea ni kitu gani ulifuata chumbani kwangu. Sasa kumbe Cyprian, Geoffrey na Vera, huu ndio ulikuwa mpango wao. Walitega kamera chumbani kwa Lawrence ili waachie nafasi Betha na Lawrence ili kuona ni kitu gani kitatokea baina yao. Huko ndani Betha anasema wewe kweli ni mjinga kufikiria kuwa siwezi kuambia watu kwa umeniingilia hata kama nimeingia chumbani kwako.
kwako. Si unajua kabisa chochote ninachomwambia mume wangu ananiamini, si ndio? Na pia naweza hata kumwambia iachilie kesi leo hata usiku kama nataka. Lakini ni kipi nilichokukosea? Mimi siwezi kukushika, siwezi kufanya chochote na wewe. Tafadhali ondoka chumbani kwangu. Ona, mara ya mwisho ulinikimbia, lakini sasa uendi popote mpaka pale nitakapopata ninachokitaka. Madam, tafadhali, nimekukosea nini? Tafadhali madam, wewe ni mke wa bosi wangu, mimi siwezi kukushika. Tafadhali madam, ondoka chumbani kwangu. Tafadhali nakuomba. Wewe kweli ni mpumbavu. Yaani mtu mzima kama wewe na mzuri tena mwanaume kama wewe unawafukuzia wanawake kama mimi. Na sasa nipo hapa najitupa kwako na unataka niondoke. Mpuzi kweli. Kwani kitu gani unachokitaka ambacho siwezi kukupatia? Je, unataka pesa au unataka kuanzisha biashara? Niambie chochote. Mimi nitakufanyia chochote unachokitaka. Nachotaka ni unishike tu. Nifanye nijisi vizuri. Kwani tatizo ni nini? Au labda mimi sikuvutiki mapenzi? Au labda mna mwanamke wa tape kama yangu aliyewahi kujulisha kwako kama hivi hapo kabla? Lawrence akamsogeza mbele. Madam, wewe upo vizuri. Yaani unavutia, ni mlembo, lakini bado siwezi kukila chakula chako. Basi nifanye mimi chakula chako. Nifanye mimi wako. Basi sawa. Nimeshakuelewa. Una wivu, hautaki kunishare mimi, si ndio? Basi hakuna tatizo. Wewe nifanye wako hapa na sasa hivi na nakuahidi sitakuja kumruhusu mume wangu anishike tena. Yaani hata kidogo. Huyo unataka tuanze au unataka kuozea gerezani? Lawrence anasema siwezi kwenda kinyume na imani yangu. Siwezi kumsaliti mtu aliyekuwa ananijali na pia alikuwa ananisaidia. Najua sasa hivi aniamini, lakini naamini ipo siku tu kweli utajiweka wazi. Na hapo ndipo nitapokuwa huru. Beth anasema hapo utakuwa umekufa jela. Ni bora niende jela kuliko kulala na mwanamke mshenzi kama wewe. Mara kibao. Unawezaje kusema hivyo? Ona sasa, unasababisha mpaka na kupiga. Mimi sitaki kukupiga, nataka tu mara wakatupiana kitandani. Ile Lawrence anaamka, Beth akawa anamng'ang'ania, njoo hapa, mpaka wakaangushana chini. Cyprian kipala ndio kinawaka moto. Mungu, Betha. Basi wanaonekana kushuka kwenye gari na kuanza kuelekea ndani ya nyumba. Huko ndani Lawrence anaonekana kukimbia. Betha naye ni kumkimbiza tu. Lawrence, subiri. Mara Cyprian akafika. Lawrence akapiga magoti. Ni kitu gani kinaendelea hapa? Bosi, sijafanya chochote na hapa. Ni yeye ndo alikuja chumbani kwangu. Na hapa bosi. Cyprian akasema, Lawrence simama. Betha kusikia hivyo ndo amini. Betha, nini kinaendelea hapa? Mpenzi huyu ni muongo. Tena muongo mkubwa. Basi niambie. Mimi nilikuwa kule juu chumbani, nikasikia sauti nikasema ngoja nishuke niangalie kinaendelea nini. Alafu huyo mpumbavu akajaribu kunibaka tena. Mara kibao kizito. Wewe ni muongo. Yaani wewe ni muongo, tena muongo mkubwa. Yaani kumbe nilioa shetani. Mpenzi, nimefanya nini? Betha, umeniangusha sana. Kumbe hivi ndivyo ulivyo. Huyo unataka umharibie huyu kijana mdogo maisha yake. Betha anasema kivipi? Mmeona sasa? Eti bado anakataa. Vile naye akamvaa Betha. Wewe ni muongo. Tumeona kila kitu tukiwa nje. Mule chumbani tuliweka kamera. Yaani kuna kamera kila sehemu ya hii nyumba. Tulijua tu wewe ni muongo. Tulisi tunamsingizia kijana wa watu. Na ndio maana tukamleta tena hapa nyumbani. Subiri. Huyo mlinitega. Geoffrey akasogea na kusema, tunashukuru tuliweza kuziamini hisia zetu. Bila hivyo, huyu kijana mdogo angeishia gerezani. Unajua nini? Natamani hata nikutemee mate usoni kwa sababu unatia kinyaa. Mpenzi, samahani. Betha, walipoleta ili wazo, ilibakia kidogo tu nikatie kufanya. Betha, nikutingisha kichwa tu kwa sababu nilikuamini sana. Betha, nikuomba msamaha. Tena kilichonifanya nifanye ni ili kuaminisha kuwa wewe ni mke bora hapa duniani kama jinsi ninavyokuonaga. Lakini sikujua kama naishi na shetani. Betha, nikukataa tu. Betha, umeniangusha sana. Betha akapiga magoti. Kumbe wewe ndio upo hivi? Hapana mpenzi, sipo hivyo, nakuomba. Mwanamke kama wewe hana sehemu katika maisha yangu na pia hana sehemu kwenye moyo wangu. Jamani, hapana, nisamee. Unajua nini Betha? Simama. Asogea upande. Atoka ndani ya nyumba yangu. Nimesema toka. Mpenzi, tafadhali mpenzi. Basi Cyprian akatumia nguvu na kumtoa mwenyewe mpaka nje ya nyumba yake. Kisha Vera akaufunga mlango. I hope umejifunza kama mimi nilichojifunza. Na huo ndio unakuwa mwisho wa movie yetu. Subscribe na turn on notification bell ili tuweze kukutana kwenye video nyingine. Bye.